Bakari, atafuatiwa na baada yake atafuatia Mheshimiwa Fatma Musa Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi nizungumze hivi, ni muumini wa serikali mbili. Na kwa nini nikasema ni muumini wa serikali mbili? Ni miongoni mwa kutaka umoja, mshikamano, amani na utulivu na maendeleo kwa wananchi wote wa Tanzania hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa walikuwa kuna watu, hasa nimtaje Jussa na Tundu Lissu, wanaizunguzia wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, namsikitikia sana mwanangu Tundu Lissu anacheza ngoma aliyokuwa haijui. Kwa hivyo mimi niseme hivi, Wazanzibari wa kuwasemea ni sisi tuliotawala Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio tulo wengi. Wanaotangazia Wazanzibari ni makafu. Sasa wanaposema Wazanzibari waseme kafu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Jussa hapa alisema hatukubali, hatukubali, hatukubali. Sasa mimi namwambia hivi, hii ni serikali ya Zanzibar, ni serikali ya kimapinduzi. Haikupatikana kwa karatasi. Ni nchi ambayo imepinduliwa. Sasa namwambia Jussa, si kweli kama anaionea uchungu nchi hii. Kwa sababu kuna Kiswahili kinasema hivi, wafadhilaka si wasaidaka, ni wapundaka. Kwa sababu miongoni wa wanaosema sasa hivi wanataka serikali tatu, wamesahau kama marehemu Karume ameuawa kwa ajili yao ya kuleta maendeleo kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tupokee taarifa. Biasha, subiri kidogo, tumpe nafasi taarifa tusikie. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, mzungumzaji anaendelea kuzungumza, lugha aliyotumia haieleweki. Naomba alifahamishe bunge hili maana lugha ile, maana ni lugha ya matusi, ni lugha ya matusi, haikubaliki. Kwa hiyo tunaomba alieleze bunge hili maana ya lugha ile aliyotumia. Mheshimiwa, tutulie tu. Lugha ya matusi kaianza Nasari. Waheshimiwa, methali aliyoitumia Bi Asha nadhani sasa anataka kuifafanua. Maana yake, Mheshimiwa Mwenyekiti, asiyekumbuka fadhila hafadhiliki huyo. Jussa amesomeshwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Jussa amesoma vyuo vikuu Tanzania bara ambayo ni muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna taarifa kwanza alafu taarifa.
Nani amezuia maiki huko? Mheshimiwa Mwenyekiti, mjumbe anaendelea kuchangia. Naomba nimpe taarifa kwamba iliyoko mbele yetu ni rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, jamani tusikilizane. Tusikilizane. Hajamaliza. Sasa msubiri niseme. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa hatumjadili Mheshimiwa Jussa. Naomba Mheshimiwa mchangiaji arudi kwenye rasimu. Asante. Hiyo Mheshimiwa mjumbe unajaribu kuchukua nafasi ya mwenyekiti. Mimi ndio nitasema. Mheshimiwa Jussa. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa tumsikie Mheshimiwa Jussa, ameguswa na hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi ni katika wale waliochukua wasia wako, wala sishughuliki kutajwa, ni muondoe Mheshimiwa Abdallah Aswasi. Lakini nitakupa taarifa ndogo tu mamangu. Biasha hajua chuo kikuu hajai kukiona. Kwa hivyo hajui hivyo vikuu. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, umpe nafasi. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa taarifa ndogo ya Biasha Bakari ambaye chuo kikuu hajai kukiona, ni kwamba sijai kusoma katika chuo chochote Tanzania bara. Nimesoma chuo kikuu cha Hull nchini Uingereza, kwa taarifa yake. Hapana. Endelea Mheshimiwa Asha Bakari. Endelea tafadhali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbona wanapapara wao wamenitaja mimi nimenyamaza kimya? Sasa nasema hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, maana unaona unanipotezea muda wangu. Nasema Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi. Na mimi namwambia Jussa sasa, hatuitoi. Labda watupindue. Serikali ya kimapinduzi haichukuliwi kwa karatasi. Hilo na watanabahisha, na uwezo huo hawana, maana sisi ndio wenye madaraka. Mheshimiwa, mimi namsikitikia sana aliponita mama, na ni kweli Jussa ni mwanangu, lakini ingelikuwa Jussa amezungumza maneno mazuri, alituambia tumeufyata. Sasa nataka kumuuliza, neno kuufyata anamwambia mama yake? Anajua neno kuufyata kitu gani? Mimi sijaufyata, maana nimeshaufyatua, nimeshazaa watoto 3. Wajumbe tumsikilize. Mwenyekiti, nampa tafsiri ya kufyata. Tafsiri yake sisi kule Pemba ni kwamba mtu anabusha, analikunjia huku. Sasa ndo maana ya kufyata. Sasa mimi niseme hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba mimi kuna taarifa nyingine Mheshimiwa Kombo. Ameufyata yeye. Tafadhali, muda wako unalindwa Biasha.
Mheshimiwa Musa Haji Kombo. Amepasha kwa kweli na pamba moto. Humu ndani kuna Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kunipa nafasi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tumekuja hapa, wengi kati yetu tunaheshimu sana taifa. Nani ameanza tu, tumsikilize. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale ambao humzomea baba yao huwa si watoto wake halali Said. Sasa mimi baba yao nikisema wahitaji kuniheshimu, na kama wao niliwazaa lakini hawaniheshimu, basi mama zao ndio walifanya makosa kwangu. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana tusiharibu bunge hili kwa sababu ya hamu ya vyama vyetu kugombana na kuzomea humu. Watu wote wanaweza kazomea. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kuomba Mwenyekiti uangalie hali hiyo, au tufanye sasa sote tuzomee. Haya Mheshimiwa Mwenyekiti. Haya. Mwenyekiti. Basi Mheshimiwa Asha Bakari, dakika zako 3 umalizie. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, mimi naungana na wale ambao walo wengi wa kutaka serikali mbili. Lakini la mwisho, mimi namsikitikia sana mwanangu Jussa, kwa sababu yeye hapa mie nimeufyatua, yeye atakuoa na kuzaa akaika watoto wa kurithi rasilimali hana. Mheshimiwa Asha Bakari, sasa unaingilia katika shambulizi binafsi kabisa. Hayo mambo ya kuoa na kuzaa hebu tuyaache. Malizia mjadala wako. Tumtafutie mchumba huyo. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala mimi najiuliza. Sisi Wazanzibari tuna serikali ya umoja wa kitaifa, na serikali hii ilifanywa siri siri, kimya kimya. Sasa je, tudai na sisi hii siri hii ilikuwaje ya serikali ya umoja wa kitaifa? Hata viongozi wakuu wakawa hawajui. Mkataba uko wapi? Hilo la mwisho nimwambie tu mwanangu Jussa, jitafute. Jussa, familia yako imepewa uraia kutoka Tabora. Kwa hivyo ujitizame unapotetea Zanzibar. Zanzibar inaitwa Zenji Empire. Maana yake Zenji Empire ni utawala wa watu weusi. Sasa mwanangu Jussa, jiangalie kuanzia chini mpaka juu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, muda umeisha. Naunga mkono wa walo wengi, muungano oye! Muda umeisha sasa.